Wajaluo, let's wake up. Tuamke. Tuamkeni tafadhali Wajaluo. There is no way wanaweza kimbia kila mahali wakituambia ati Wajaluo wako ndani ya serikali. Na watoto wetu wananunuliwa mapanga, wananunuliwa marungu, wanawekwa tu kama goons waende waue the fellow Luos. There is no way you can tell me ati Wajaluo wako kwa serikali. Na Wajaluo naongeleanga unatuambia kwamba Wajaluo wako kwa serikali. Ni Wajaluo wakina nani? Ni Wajaluo gani hao wako kwa serikali? Because mimi sijaiona Mjaluo anasema kwa ndani ya serikali. Oburu Oginga ako kwa serikali kwa sababu ya tumbo yake na familia yake. Na Ruto amemweka karibu na yeye ionekane kwamba Wajaluo wako ndani ya serikali. There is no way. Hakuna Mjaluo kuna akili anaweza follow Oburu Oginga. I'm telling you. That man hana akili. There is no way you can tell me he can lead Luos. There is no way you can tell me ati Peter Opondo Kanyuma anaweza lead Luos. You cannot tell me ati Gladys Wanga anaweza peana direction yenye Wajaluo nafaa wapite. That's a lie. It's a lie. It's a perception. Ndio maana unaona Oburu Oginga amechoka, lakini bado serikali inamweka karibu. Kila mahali wanaenda wanawekwa karibu. Kwa nini? Kwa sababu they know that they want to sell something. They want to sell a narrative kwamba Wajaluo wako ndani ya serikali. Wajaluo wako ndani ya serikali gani? Kama Wajaluo wanapewa tu, wanalipwa waende wakuwe kama goons, waue their fellow Luos. Which kind of government are they in? Wajaluo wananunuliwa marungu na mapanga waende waue their fellow Luos. What kind of government are you telling us that kwamba Wajaluo wako ndani? There is no it can be. Watoto wetu mnatumia vibaya kuua their fellow Luos, na wenu mnaandika kwa KDF, wenu mnaandika kwa police service. Watoto wenu mnaandika wapi? Kwa parastatals. Lakini Wajaluo mnawanunulia mapanga, marungu waende waue their fellow Luos in Homa Bay. You cannot convince me. You will never tell me anything kwamba unatuambia Wajaluo wako ndani ya serikali. Serikali gani unatuambia wewe? What kind of government are you telling us ati tuko ndani? I am a Luo. I am a pure Luo, my friend. Let me tell you. Wajaluo wako ndani ya serikali. It is a perception. Remember, one of the former IBC, or I don't know, Swago, told us kwamba mahali wa kura zinaibiwa ni places tatu. Number 1 in Central Kenya, number 2 in Rift Valley, and number 3 in Nyanza. Now you know why Oburu Oginga anawekwa karibu na serikali. Kila mahali akienda anatolewa, anasimamishwa aongee. Ionekane kama Wajaluo wako ndani ya serikali, ndio kifika wakati wa kupiga kura ziibiwe huko in favor of the government, in favor of Kasongo, ndio ionesemekane Wajaluo all along walikuwa ndani ya serikali. It's a lie. It is a lie. You cannot make Luos, our youth, wakuwe goons. Na nyinyi watu wenu mnaandika kwa KDF, watu wenu mnaandika kwa parastatals, watu wenu wanaandikwa kwa police service. Before tuambie Wajaluo wako ndani ya serikali, tuambie it just pass what ilifanyika Eldoret. Wajaluo wangapi walichukuliwa kama KDFs? Wajaluo wangapi? Wajaluo wangapi walichukuliwa kama Kenya Police ndani ya police service? Wajaluo wangapi? Wajaluo wangapi wameandikwa kwa parastatals? Wajaluo wangapi? Uweze tuambia ati tuko ndani ya serikali kama goons, my friends. Tuachane na hiyo ujinga. Wajaluo tuamkeni. Let's wake up. Tusitumiwe vibaya. There was no day Mjaluo alipewa rungu na panga aenda uwe Mjaluo mwenzake. It has never happened. It is happening for the first time because we are led by fools. When wanasema kwamba they are the leaders of Wajaluo. Right now Wajaluo wana leader. Oburu Oginga, we cannot follow him. We cannot follow Oburu Oginga. Oburu Oginga wacha aende huko a relax, akufe polepole. Time yake imefika. We cannot follow Gladys Wanga na Peter Kanyuma. We cannot do that. Let us wake up, sisi Wajaluo. Tuamke bana, we are not cowards. Wacheni ujinga bana, tuache ujinga kabisa. Kabila zingine wanaandika watu their youth kwa KDF. Their youths are being employed kwa parastatals, kwa police service, kwa Kenya Forest.
and so on and so forth. Wanapewa kazi poa poa, lakini sisi Wajaluo tunapewa rungu na panga tuende tukate our fellow Luos. Hapana, it has never happened and it will not happen again. And I want to talk to people of Homa Bay. Make sure that you Gladys Wanga and Peter Kanyuma hawachaguliwi tena kama member of parliament and governor respectively. Hawachaguliwi kabisa. Waende nyumbani kama wameendanga. Gladys Wanga should not. Yeye alichaguliwa kama governor kwa sababu ya Raila. Contract yake na Raila iliisha wakati Raila alikufa. So there is no way Gladys Wanga anakuja Homa Bay tena anasimama hapo mnampea governor. Haiwezekani. Ameoleka huko Nyakachu huko Kisumu, aende asimame huko Kisumu. There is no way he can be giving our young people rungu na panga wajiue wenyewe kwa wenyewe. It is over. They are going home. Peter Kanyuma must go home. We are tired with this kind of... Oburu Oginga cannot speak on behalf of Luos. Yeah, tumike akimalize kana nao aende tu Bondo kabisa. Wajaluo will chart their way forward. We know what we want. We want our good jobs for our youths. Yeah? We want our youth also to be employed in the KDF. We want our youth to be in police service, Kenya Forest, KWS. Tunataka watu wetu wapate kazi poa kwa parastatals pia. Si ati Wajaluo natumika tu kama goons. It will not happen like that. We cannot allow that to happen again. We are tired with this kind of nonsense. This is nonsense. You cannot convince me ati Wajaluo kundani ya serikali. Serikali gani unaongelea bro? Na Wajaluo napewa panga na marungu ndio jiue wenyewe kwa wenyewe. Which kind of government is that? My friend, let me tell you, we are not going to listen to anyone. The young people, the young Luo nation of this country must say enough is enough. We cannot kill each other because of these politicians. We cannot kill each other because of Peter Kaluma. We cannot kill each other because of Gladys Wanga. We cannot kill each other because of someone thinking that Yeni Oburu Oginga, he can chart the way forward for us. We cannot kill each other because of a politician. We cannot. We cannot. We must put an end to that nonsense. You are killing each other. Na watu wa tribe yake anaandika kwa KDF, watu wa tribe yake anaandika kwa parastatal, watu wa tribe yake anaandika kwa Kenya Police na anapatia promotion all over. Lakini nyinyi mnapewa marungu mwende mjue wenyewe kwa wenyewe. That is nonsense bro. Wewe, tuacheni hiyo ujinga bana. Nimesikia kitu yenye Peter Kaluma amesema kwa hiyo mkutano yenye ameitisha ya press. And the guy has talked a lot of nothings. But my question is one. Why hasn't Peter Kaluma been arrested? Why hasn't Peter Kaluma been arrested? Number 2. Kuna vitu Gladys Wanga aliongea kabla watu waende Homa Bay. Why hasn't she been summoned? Aende kwa DCI headquarters and give a statement about the words he said, because the videos are there. Ingekuwa ni mtu mwingine, mtu kama mimi, ningekuwa nishashikwa. Yes, ingekuwa ni mimi niliongea tu mahali kitu, ningekuwa nishashikwa. Kagushia alishikwa kwa sababu aliongea kitu na alishikwa. Hata haikupita 24 hours alikuwa already arrested. Gladys Wanga ako pale hajaandikisha statement. Peter Kaluma ndio huyo anaita press aongee ujinga, hajashikwa. I've seen people on social media, bloggers wa broad-based, na watu wenye wana support hao watu Peter Kaluma na Gladys Wanga. Nasikia mnaita sasa Gladys Wanga mnamuita the queen. Yeye ndio Simba Marara sasa ya huko. Hata ilifanya kitu mzuri sana. Hao ni bloggers wa broad-based na wenye wana support hiyo ujinga. I wanna tell you, unasherekea kwa sababu the people who died and the people in the hospital and the people whose property was vandalized, whose cars, property, shops and whatever businesses were vandalized, they are not yours. Zingekuwa properties zenu, ingekuwa lives za watu wenyu, relatives wenu, hamngekuwa mnaongea hivyo. Right now unaweza kuwa unaongea vibaya, unaweza kuwa unasherekea, but watch at the time itakuja at your doorstep. I don't know what you'll do.
Hiyo sasa ndio utajua uchungu, how painful it is, because hawa watu hawakuwa na makosa yoyote. They were just going to air their opinion on things. But they met their death, they got injuries, their properties were vandalized, their cars were vandalized, their businesses vandalized. Kuna mtu alikatwa na shoka mguu, mpaka huyo mtu saizi amekuwa amputated. Atakuwa anatembea na wheelchair ama na ile bakora, ama atawekewa ile mguu ingine ile ya plastic. Naitwanga what? Jina hata nimesahau. Unakata mtu shoka. And I'm just wondering, Mjaluo mwenzako unapiga Mjaluo mwenzako kwa sababu ya Kipchirchir ama Kipchirchir. Kipchirchir amepewa kazi kwa serikali. Wewe unapewa rungu na mawe na panga na shoka upige jirani yako. Na huyu Kipchirchir anapewa kazi kwa jeshi, anaitwa ofisa. Ukienda kukutana na yeye unampigia saluti. Kindly, if you guys, sana wale bloggers, if you have nothing to say, wachana nayo. Kitu ya mwisho, nimeona mkisema mko so much marginalized. Ulizeni governors wenu, ulizeni leadership wenu, hiyo leadership yenu, where the money they are getting, it is going to what it is doing. Let them be held accountable. Tafadhali. And you will see. Wana blame Uhuru, wana blame Kibaki. And ever since Uhuru and Kibaki were in power, devolution ilikuwa imeingia. 2010. Constitution was passed. Devolution ilianza kufanya kazi mwaka wa 2013. Until today. Pesa zimekuwa zikikuja. Na Homa Bay County has been receiving more money as compared to other counties. As per now, kutoka hiyo 2013 kufikia saa hii, it has received more money than other counties. You need to start asking your leaders, pesa zinaenda wapi na zinafanya nini? Ni juzi tu Gladys Wanga amesema hata msipomchagua, she has enough food and enough resources to survive for the next 100 years. Nyie mmekaa tu hapo tu. Unachukua pango unaenda ukata umoshi. Otieno unapewa pango unaenda unakata umoshi. Na mtu mwenye amekutuma anasema akona resources za kuishi maisha for the next 100 years bila kuomba, hata akitaka anaweza kaa tu kwa nyumba na kule for the next 100 years. Na wewe mwenye hata uwezi ujui nini utakula kesho ama nini utakula leo jioni, unaenda unapiga pia jirani yako mwenye anateseka kama wewe na haja kuibia na haja kukosea. Bwana, kuweni na akili. Kuweni na akili. Alafu wengine wenyu mmekuwa wajinga kabisa, mnasikiza useless and stupid bloggers wenye wana support hao watu. How bloggers do know wanalipwa? Hiyo statements zenye wanakuja kuwadanganya nazo, those lies that they are feeding you on this internet, on these social media platforms. Do you know they are being paid to make those false statements, to lie to you so that they can manipulate you? Do you know that? Nyinyi mnapigana tu huko kama manguruwe, yani wajinga tu kama makondo. And you are being blackmailed and lied and manipulated by these bloggers. And they are being paid. Endeleni kukaa wajinga. Saizi internet iko, easy information ziko online. This information is online. You just type whatever information that you want to see or find out. Na utapata the real information that you need to know. Wacha kutegemea bloggers. Our bloggers, they are the ones again wanawaribu na wanawapotosha, giving you lies. They are being paid to give those lies. Wacheni kubebewa akili. It is so sad kupata mnapigania vitu zingine useless. It is not the time for us to fight one another because ya wanasiasa. When we fight and argue and kill ourselves because of them, we are giving them the power. That should not happen. We need to think, strategize, and do the right thing
for us. Those people, we are the ones who voted for them to go and represent us. But instead of representing us, they have gone there kushughulikia masilahi yao peke yao. Somebody can brag ati mimi hata nisipofanya kitu in the next 100 years mimi niko sorted, niko poa. What is this person trying to tell you? Anakutusi. In simple terms, anakuambia wewe ndio mjinga, pia wewe ujipange. They're bragging about it. Mpaka wanaona hizo positions, it is like ni their birthright. And it is us, the citizens of this country, who are enabling them to feel that those positions that they are occupying, those offices that they are occupying, they take them as their birthright. We are the ones who are enabling them because we need to recycle to watoe. We need to, hata siku recycle, not to recycle. We need kuwatoa to drain the swamp. Ndio mtu akienda pale anajua nimepelekwa hapa hivi kufanyia wananchi kazi. Nisipofanya kazi, I won't see this position. Lakini wanatubeba ujinga, sisi wenyewe tunaingia kwa hiyo trap, tunaanza kupigana wenyewe kwa wenyewe. As the voters, we should be so much ashamed of whatever we have done. Any leader that was elected and who is not doing his or her job that he or she was elected to do, na hiyo kiburi yenye wako nayo, tumewapatia kiburi. It is us the citizens wenye tumepatia watu kiburi, na inafaa tuitoe. And how do we do it? We find or elect other people that are willing to work for us, to help us also get rich or get those resources, get those amenities, to help us get those services that we need from the government. Tuache kurecycle watu mpaka wako na entitlement, wanaona kama hizo positions ni birthright zao. Kenyans, we need to stop fighting one another and start questioning the leaders that we elected. What have you done for us? You want to be re-elected? What have you done? If you have not done, kanyaga inje. And we put there people that we feel and see they will work and protect us. Our lives matter. Mr. Speaker, kuna mwanasiasa hapa ameuliza hivi, ametoa mada akiuliza, Wajaluo ni wajinga ama ni werevu? Mr. Speaker, mimi ni Mjaluo, lakini mimi ni Mjaluo kutoka Karachuonyo, Kawanga kama no gavana. Huyo ni gavana wangu. Sorry. Mr. Speaker, mali akili yetu imeanza kufikia Wajaluo. Hii akili tukiendelea kuvuka nayo barabara, tutauliwa wote na gari. Asante sana Mr. Speaker. Asante. Mr. Speaker, tumekuwa na rally huko Sunday. Sisi wenyewe tumesikia Kaluma akisema mtu akienda Homa Bay aseme one time. Mtu akienda Homa Bay kama amevaa nguo ya one time atakuwa ameprovoke Ruto. Huyo mtu auliwe. Hiyo si akili. Mr. Speaker, hiyo si akili. Wakati ukiangalia hii government ya Mr. William Samoei Ruto, Wakikuyu ndio wako wengi. Wakikuyu wako wengi kwa hii government, lakini hawajifanyi vile tunajifanya. Sisi tuko tu waene Mr. Speaker. Lakini kiburi imetujaa, tunaona tumefika. Unaona kijana anatoa kisu, anaingiza ndani ya tumbo kijana mwenzake. Na zile panga. Mwingine anachukua panga, anakata shingo ya mwenzake. Unasahau unakata shingo ya ndugu yako. Hakuna Mkikuyu mwenye alikuwa pale alikuwa anakatwa shingo. I just want to talk as a wise woman. Siongelea Orengo, siongelea nani. Naongelea wewe mwenye umepewa panga, wewe mwenye umepewa kisu kudunga mwenzako. Ni faida gani unapata? Orengo ndiye alitupea. Hapo go ikulu.
Ni faida gani yenye unapata kutumika na mwanasiasa kukupatia silaha ili uumize mwenzako? Madam Boss, nilikwambia tafuta security, unaona? Ne, chula Madam Boss. Onge jogidiringo. Madam Boss. Jogidiringo. Madam Boss. Mr. Speaker. Madam Boss, jogidiringo. Mr. Speaker. Ni wakati imefika tuwache kutumika vibaya kwa sababu ya politics. Saa hizi ukiangalia Migori, vijana wengi hawana mikono, vijana wengi wamekatwa, wengine hawana midomo. Ni uchungu sana. Nikiongea hivyo mnasema ati niache kuongelea ukabila. Mbona Olkalaa wako uwana? Mbona sisi Wajaluo tutumike vibaya? Mbona hatutakubali kutumika vibaya kama Wajaluo? Na hatutakubali kuona kiongozi yoyote akitumia watu wetu vibaya. Mr. Speaker, mimi ni mzazi, lakini wakati imefika, mimi kama mzazi ninasikia uchungu sana kuona watoto wetu wanaumia. Mr. Speaker, namalizia nikisema hivi, asante sana kwa Babu Owino. Babu Owino, asante sana. Kama si wewe, sijui tungepata Sifuna Waluya wapi. Kama si wewe, Sifuna Waluya angeuliwa. Tungetolewa Waluya Sifuna wao wapi? Babu Owino, asante sana. Na ulionyesha kuwa wewe ni jeshi. Asante sana kwa kuprotect hawa viongozi wote walinda mwananchi. Asante sana James Agri Boboreng. Asante sana timu linda mwananchi. Na waomba kitu kimoja, muprotect hii Kenya yetu hii. Muprotect hii nchi yetu hii. Hatutaki vita kwa hii nchi. Hatutaki kutengana kwa hii nchi yetu. Raila hakutulea hivi. Tukue na upendo na amani. Mtu ako na right ya kwenda kuchapa rali yake kila mali anataka. Ukitaka kwenda Busia, ukitaka kwenda Kitale, ukitaka kwenda Coast, ukitaka kwenda wapi, enda na amani, uza sera yako. Na malizia nikisema hii, Mr. Speaker, mwenye ametoka kwa floor ameniuliza niseme ni agenda gani yenye Babu Owino, agenda gani yenye James Orengo, agenda gani yenye Patrick Makau, agenda gani yenye Osoti alipeleka Homa Bay. Walipeleka amani, walienda kuuza sera yao, lakini wakazuiliwa. Hiyo si mzuri. Tutapigania hii nchi, lazima tutoshe ndani sisi wote. Asante.